I'll give you his number, you tell me who is that. Alafu hawa watu waonge, hakuna mtu hajapigiwa simu na DCI hapa. 9 people from my office have been taken and put in court. I want to know who is that is intimidating my officers, if they are officers, because they are not going to live in fear. Ama boss ni yake. Yeah. Hawa watu wameajiriwa na serikali, they have a right to protect me, they have a right to work for me in my office. They cannot be living in fear. Ama ni aje? Officers wako wamepiga hapana, mimi nilipigiwa simu na nikapigia huyo, hao wamepigiwa simu wote, wanaambiwa shike aache kukuza bibi ya mtu. Huyu ni bibi ya mtu na mama watoto, ama ni aje? Mwenye nilipigia pesa niko na sababu yake hapa na niliona jina yake, nilituma pesa kwa simu yake, nikaona ni nani, nataka sasa na wengine wako jeni. Over 9 people in one office, ndio kutuzia uoga. Na sisi hatukuchagua serikali ya kupitisha, sisi tulichagua mafuta mtu ambaye anafanya kazi kwangu anataka kununua. Na akasema mwambie huyu ila aniwe ama nimtupe. I am not going to live in fear in this country. Tumesikia wajumbe wanachukua bunduki wanaua watu. Na gari yake ilipatikana, iko na evidence. Wale walikuwa hapo wakiongea wako hapo na alisema hiyo maneno na alikuwa yeye mwenyewe. A former MP is not in the office. Hata kama anatajwa na Ruto kwa road show, hiyo ni siasa. Lakini hawezi kuwa anakuja kwa ofisi yangu kutisha watu. To my husband. I am a mother to my children. I am a mother to these people. I am their mheshimiwa, isn't it? Yes, mtu akiniuliza wewe unafikiria wewe ni nani? Hiyo ni kuniuji, hiyo ni erode my ego, isn't it? So I am here to register the statement of the person who called me. I want you to tell me who it is. Mwambie tujue ni nani, isn't it? If anything happens to me tomorrow, we know who is looking for me. Ama niaje watu wangu? Exactly. Let it be on record. Somebody called me and intimidated me. And the same cartel of Kiambu headquarters ya DCIO, na nimekuja kama mwakilishi wa Githunguri constituency, na nimekuja kwa sababu nilipata ripoti na simu kwa njia ya simu tarehe 4 usiku ya kwamba mimi ninahusika na maneno ya kuincite wananchi wa Githunguri against the presidential visit ambayo ilikuwa imepangwa kule Saturday Githunguri. Na yule ambaye alinipigia aliniambia ananipigia kutoka kwa ofisi ya CCIO Githunguri, na pia akasema ananipigia kama amepatiwa nguvu na County Security Committee. Na aliniongelesha kwa lugha ambayo ilikuwa inaonekana hana heshima na mimi kama mama, kwa sababu nilimuuliza kwa nini unanipigia simu saa 4 ya usiku na mimi ni bibi ya mtu, na hakuniongelesha kwa heshima, na ndio maana nikasema ningetaka kufuatilia hiyo maneno. Ndio maana leo nimefika, lakini kabla sijafika nikaelezewa ya kwamba wale watu wanafanya kazi kwa ofisi yangu ya Githunguri ya constituency na ofisi yangu ya CDF walikuwa pia wamepigiwa simu na watu wanaojidai ya kwamba ni DCI officer. Kuna madam alikuwa anaitwa Damaris, mwingine alikuwa anaitwa Doris, kuna vijana alikuwa anaitwa Nkadha, anasema ni county commissioner, na walikuwa wamepigia 9 people from my team kuwauzia uoga na kuwaambia ya kwamba wasijaribu na wasidhubutu kufika Githunguri. Na mimi pia yule alinipigia aliniambia usidhubutu kutoka kwa nyumba, kwa sababu ukitoka tutakuwa na wewe, utajua sisi ni akina nani. Hiyo ni kuniuzia uoga na kuniintimidate kama member of parliament. Ndio maana nikasema hiyo maneno lazima nikuje hapa. Isipokuwa huyo mtu mwenye alikuwa naongea na mimi nilimsihi sana anitumie ujumbe mfupi, anipatie summon kwa SMS, na akakataa. Nikamwambia basi nitumie kwa WhatsApp, akakataa. Sasa nimejileta hapa kuongea na DCIO kwa sababu nilikuwa nataka aniambie kama ni yeye ametumana mimi kama mama Githunguri, mjumbe wa Githunguri, niuziwe uoga kuhusu mambo ambayo ilikuwa inaendelea pale Githunguri. Kama yule alinipigia simu Saturday, amezima simu jana yote, hata leo amezima simu. Na jina yake inaanza na jina Meshira. Anajiita Meshira. Nilituma M-Pesa kwa hiyo namba ndio nijue majina yake yote.
na nikaona imeregistriwa under Meshira. Hapa hakuna Meshira. Kwa CCIO na kwa DCIO hakuna mtu anaitwa Meshira. Kwa hivyo those are the people who are mercenaries hired by politicians to intimidate, kill and abduct. Kwa hivyo mimi nataka kutangaza hapa, maisha yangu iko mikononi ya serikali. I am a public servant elected by the people of Githunguri. Anything happening to me, tunajua ni akina nani wanatumana. Na tunajua ya kwamba sio hao tu wanatumana, hata wanajileta. On Saturday morning, Mheshimiwa Kago wa Ledia ambaye ni MP aliyokuwa Githunguri alijileta na gari yake, na tunajua gari yake, na ndio alitumia kwa ofisi yangu. Akakuja mpaka kwa geti yangu na akapatana na watu ambao wanafanya kazi kwa ofisi yangu, na akasema kuna kijana mmoja ambaye ametoka kwa kijiji yake mwenye anafanya kazi kwa ofisi yangu ya CDF. Akasema anataka waonane mwanaume kwa mwanaume. We will not take that visit ya Kago wa Ledia kwa ofisi yangu lightly. Tumeona waheshimiwa wakichukua buduki na wakiua wananchi. Ukweli sio kweli? Hapa Kiambu tayari tuko na watu waliuawa Thika na MPs. Tunajua it is alleged that MPs waliua. Ni ukweli ama si ukweli? Kwa hivyo sisi, mtu akitumiwa kama mwanasiasa kuja kwa ofisi yangu kuthreaten mtu anafanya kazi kwa ofisi yangu, as a mother and as a leader, I have a reason to report and to follow the case. We want to know what business Kago wa Ledia ako nayo kwa ofisi yangu. Mimi ndio nimechaguliwa Githunguri. Rais alikuja Githunguri. Hakuna mtu alimkejeli rais. Hakuna mtu alipigia rais makelele. Kwa nini wanatudhulumu? Kwa nini wanatupiga? Kama hawa wanasiasa walipigiwa makelele, wajipange ground, hata wao wamechaguliwa huko ground. Waende ground wajitetee. Kila mtu amechaguliwa, hata mimi nimechaguliwa Githunguri. Lakini nisitumiwe mimi kama kinga ya aibu yao kama wameshindwa kufanya kazi, kama wameshindwa kujitetea, mimi nisitumiwe kama kinga yao ya kujificha. I need the government of Kenya to protect me. I am aware that on Saturday morning hawakuwa wanataka niende Githunguri Stadium. Wakati walinipigia simu usiku kwangu kwa nyumba kapahali naishi na the surrounding, kulikuwa na gari nyingi sana za Subaru zilikuwa zimewekwa huko. Wanaishi na mimi ndio walinisaidia. Wakaanza kupiga hizo Subaru mapicha. Wakati hizo Subaru ziliona zinapigwa picha, wakapotea. By the time the media was arriving, hizo Subaru zilikuwa zimepotea. My life is in danger. I need to be protected as a leader, as a woman leader in Kiambu County. And I demand to be protected because I have the privilege given to me by the Constitution of Kenya. Ya mwisho, tuliona vile kuliendelea kule Kasarani, Mweki, kanisa ya PCA. Tuliona vile kulifanyika kule Olkarau wakati tulikuwa tumeenda maombi. Tunajua vile kulifanyika kule kanisani wakati wa kesha ya kurusha mwaka ya 2025 kule Nyandarua. Tear gas inarushwa kwa makanisa, mawe inarushwa kwa makanisa. Tuliona hata Nyeri pale ACK wakati kulikuwa na sherehe huko ya kumwapisha bishop. Kuna vijana walienda kwa hiyo kanisa na wakatupa mawe. This is becoming very, very scary. That now we have no respect with our churches. We have no respect with God. We can send goons to any place to prove our political might. And this is going to attract the wrath of God. I am calling upon the President of the Republic of Kenya, who is the Chief Executive of the Republic of Kenya. You must rise up to the occasion and prove to us that you are the Christian you claim you are. You must prove to us that you are really the Christian that you have always told us you are. Wakati watu walirushiwa tear gas Nyandarua, hukuongea. Wakati tear gas iliwekwa kwa kanisa kule Nyahururu, hukuongea. Wakati mawe imerushwa kanisa ya ACK Nyeri, hukuongea. Jana mawe ilirushwa kanisa ya PCA Mweki, hukuongea. Na wewe ni Mkristiano. We need you to rise up and condemn that incident and those common incidents. Otherwise this country is going to the drain. Mimi nilikuwa natangaza kwa redio mwaka wa 2005 na 2006. Mimi nilikuwa mwanaharakati 2007 na 2008. Na mimi ninajua ni nini li happen. Ile kazi tumeanza, zile shughuli za siasa tumeanza saa hii ni kama tunarudi pahali tulikuwa mwaka wa 2008. Wakati kulikuwa na political unrest and civil war.
on matters political intolerance. I am requesting that it is time for us to go back to the drawing board. We must be sober. It is not about politics. Hawa watu hawakulangi siasa. Hawa watu wote wanakula maendeleo, hawakuli siasa, si ndio? Sasa it's time for us to stop those dirty politics and focus on helping our people and reviving our economy. The Regional Criminal Investigation Officer Dr. Mugambi ambaye anaishi Nyeri, na nimemweleza ya kwamba Githunguri tunataka amani, na Githunguri mama alindwe, na wafanyikazi wa CDF na constituency ya wa Mushomba walindwe, na mimi nipatiwe back my security. In fact, I'm demanding 4 security bodyguards to guard me because I deserve it, don't I? You deserve it. Yes, na wale walininyang'anya security, tunajua mlininyang'anya ndio munivamie. Sasa nataka security yangu irudishwe with immediate. Yes. Napenda hii skati sana, wananipenda. Na nikienda Githunguri hata saa hii wananifuata. Sasa wakinifuata na ni usiku, mimi niko na control ya watu 3,000 vile watasema. Sasa wanasema ati mimi, na sasa nataka kusema hivi. Kago wa Redia alipatiwa kazi ya board member wa NGCDF headquarter Nairobi. He is a public officer. Na kama public officer, he is not supposed to be involved in politics. Kwa hivyo nataka wale ambao wanapigania haki za kibinadamu na wanapigania katiba ya Kenya, muende kotini mupeleke Kago wa Redia kwa kuingia siasa na bado ni public officer. Na hata mimi nitampeleka kotini because he's a public officer. He's not supposed to involve himself in politics. Na sasa tunamuona kwa politics. Alikuwa anakuja kufanya nini Githunguri? Alikuwa anakuja nini kufanya nini ofisi yangu? Anakuja kuleta vita ofisi yangu. He's doing politics yet he's a public officer. And I want to appeal to the headquarters ya National NGCDF to release Kago back to political arena. Afutwe kazi, arudi siasa, akuja pambane na wa Mushomba na kerida yake. Sawa? Very good. Hiyo kazi ipewe mtu mwingine amelemewa. Anataka siasa. Na niye dikwenda liyo guo ya mimi si uzi yangu iwoga. Mimi ni yule mama, yule wa Maumau. Na sisi kama wamama waliochaguliwa Kiambu, tunataka kusema hivi leo, ati sisi tumechoka kutishwa na kutishiwa maisha yetu na kudhulumiwa na kuambua sisi hatujatosha kuwa kwa hizi viti zenye tumechaguliwa na watu. Sisi leo tunaomba serikali kuu na tunaomba wale watu waliotuchagua kwa sababu walitupea kura zetu kwa upendo mwingi. Tuheshimu Gathoni wa Mushomba, huyo ndiye mbunge wa Githunguri, na sisi tunasimama kwa mama hapa kwa hapa na hatutabanduka, na sisi mpaka 2027 tuko na mama na hakuna mahali mama anaenda. Huyo ndio mjumbe wetu na tuko hapa na hatubanduki hapa. Nasikia kuna yule mjumbe aliyeanguka, yule alishindwa na mwanamke pale Githunguri anaitwa Kago wa Leader. Nasikia huko kwetu Githunguri tulichagua mama kwa upendo mwingi. Huyo alianguka pakajichora kama mtu. Tumemwambia achane na mama. Hiyo maneno ya kuingia kwa ofisi ya mama tumesema tumekataa. Hatutaki hiyo kudhulumu mama, asitishie wale wafanyikazi wa mama, na sisi hatutaki hiyo maneno. Na akicheza na wamama, sisi hata hizo sketi tutatoa. Tutamwambia sisi hatutaki upuzi. Kama ulishindwa wewe kaa nyumbani, wacha mama afanye nini? Kazi yake. Na kama utaweza sisi tutakurudisha nyumbani. Sisi wa mama wa Githunguri tumekataa, tunasimama na mama. 2027 tuko na mama na maisha tusonge na nani? Na mama. Intimidation ya kina mama ni mbaya sana kwa sababu wakati mama anaonekana anaongea sana ama ana shine, kuna wale wako huko juu wanagonga mama kichwa ndio mama arudi chini. Na si pia huko juu pia, hata huko kwetu mashinani wale wa mama wamechaguliwa Kiambu wa mama 6 out of 60. Pia sisi tukionekana tunaenda juu chini unasikia tunagongwa chini. Sisi hatutaki hiyo maneno. Wakati wa kudhulumiwa kwa kina mama uliisha. Nilisikia MP wangu siku ile akisema hata kwa jeshi unachukua mwanamke na mwanaume. Hata daktari unapata ni mwanaume na mwanamke. Kwa hivyo sisi wote tuko sawa. We are all equal. There is no man who is special than any woman. We are all equal and we plan going forward. We want to support our women. We want more women in parliament. We want more women in the assembly of Kiambu and all of us, and we want women to be respected.